Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu. Leo pia nina ujumbe mfupi kutoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 1 na mstari wa 1. Nayo inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Anasema, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Anasema, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Watu wa Mungu, sasa hivi tunajua ulimwengu uko mwishoni mwa siku za mwisho. Na Yesu alisema watakuja wengi ambao watadhihaki, watakuja wengi ambao wasioipenda kweli. Kwa hiyo sasa hivi wanakuja wengi ambao wanadhihaki kuhusu kweli ya Mungu, wakitaka kuibadilisha wanavyojua wao. Ndio maana si ajabu sasa hivi kusikia watu wakisema kwamba Yesu alisema atarudi, hajarudi. Si ajabu kusikia watu wakisema kwamba Yesu alivyoondoka alikula nini? Nahuri. Hiyo yote ni barazani pa wenye mizaha. Hiyo yote ni maneno ya wasio haki. Umeona? Sasa hapa Biblia inatukataza ikituambia heri mtu yule asiyekwenda. Ni kusema haya yote yanayoendelea, watu wanayoyasema, wanayoyafanya hayatakikani kwa Mkristo aliyeokoka. Unayejiita umeokoka ni Mkristo mwenda mbinguni, hautakiwi kuketi wala kwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Mstari wa 2 anasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Mtu wa Mungu uliokoka, mwanafunzi wa Yesu, unatakiwa sheria ya Bwana ndiyo iwe kitu kinachokufurahisha, ndiyo kiwe kitu ambacho kinakupa amani ya moyo. Anasema na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Yaani wewe mchana na usiku unatafakari kwamba Mungu amekupa neema. Je, leo umefanya nini kwa ajili yake? Mungu amekupa kibali cha kuamka salama. Uko salama, ni mzima, haumwi. Wengi wanauma lakini wewe ni mzima. Je, anakusudia ufanye nini kujenga ufalme wake? Hivyo ndivyo tulivyo watu wa Mungu tuliokoka. Yaani unapopewa siku mpya ukiwa na afya, lazima uwaze kwanza, je, katika ufalme wa Mungu unapaswa kufanya jambo gani ambalo litaendeleza kutukuzwa ufalme wa Mungu? Ndio maana nasema na sheria ya Bwana huitafakari mchana na usiku. Umeona? Ngoja nikwambie jambo moja kwa hili la ambalo Bwana alipotukataza kwenda au kuketi barazani pa wenye mizaha. Warumi 1:28 inasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Hawa wanaoleta mizaha wanajua Yesu ni Mungu, wanajua Yesu anataka nini, lakini hawamtaki na wanaleta mizaha. Sasa Mungu akawajibu kwa kusema, hawa ambao wanaleta mizaha na kudhihaki, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Anasema Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Umeona? Kwa hiyo hawa wenye mizao na udhihaki ambao hamtaki Yesu, Biblia inasema Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Kwa hiyo wewe ukimdhihaki Mungu ukamkataa Yesu, anasema haina shida, na yeye anakuacha ufuate akili zako zisizofaa. Ni kusema akili ya mwanadamu pasipo uongozi wa Mungu haifai kitu. Utafanya machukizo na maasi. Hata tukisoma katika maandiko ya Mungu, wote waliomkataa Mungu, soma ile Sodoma na Gomora, walivyomkataa Mungu walifanya machukizo. Soma hata wafalme waliopita ambao walikataa kuishika sheria ya Bwana, walifanya machukizo machoni pa Bwana na pa watu wote. Ni kusema ukimkataa Mungu naye akakuacha, ukatumainia akili zako zisizofaa, ni lazima tu utafanya yaliyo mabaya, yaliyo machukizo kwa Mungu na kwa wanadamu pia. Ndio maana anasema wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Ni kusema lazima tu utafanya isiyokupasa, sababu umekataa sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu anakupa namna ya kufanya ili uishi salama. Kwenye Zaburi inasema kwamba mwanangu, yashike mausia ya Bwana ili ukaishi salama. Tafakari, shika sheria na hukumu za Mungu ili uishi miaka mingi.
waheshimu wazazi wako ili uishi maisha ya miaka mingi. Kwa hiyo Mungu akikuacha, utafuata akili zako zisizofaa na kufanya yasiyokupasa na kuacha yanayokupasa. Haleluya wa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linatutaka tumkubali Mungu, linatutaka tumpokee Kristo ili tufanye yale ambayo tunatakiwa kuyafanya. Kumbuka wala usisahau, kila mtu alipewa kusudi na Mungu ndani yake. Sasa usikubali shetani atumie ile kusudi la Mungu kutimiza mapenzi yake ambayo ni ya giza, bali jitambue, pokee Kristo, timiza mapenzi ya Mungu kwa kushika na hukumu zake, kwa kuhubiri Injili, kwa kutaka wengi wampokee Kristo waende mbinguni. Umeona? Kwa hiyo usikubali kuketi barazani pa wenye mizaha, kwa sababu Mungu, kuna hatari ya Mungu kukuacha. Na Mungu bahati mbaya akikuacha haujui. Ndio maana shetani mpaka leo hajui kama Mungu amemwacha. Umeona? Kwa sababu anayejua Mungu amemwacha ndani anakuwa na moyo wa kutubu na kuungama. Yaani mwanadamu anapokosea lazima tu ndani atasikia hukumu. Dhamiri yake itakuwa na, Biblia inasema dhamiri zetu zisipotuhukumu basi tuna ujasiri mbele za Mungu. Ni kusema kama dhamiri yako inakuhukumu, hauna ujasiri mbele za Mungu. Kinachofuata hapo, aidha utubu upate rehema, ndipo uwe na ujasiri mbele za Mungu. Na usipotubu, ile dhamiri ukaendelea kutenda dhambi, ile dhamiri itakufa, hautasikia tena. Ni kusema Roho Mtakatifu anaposema na wewe, usiwe na excuse ya kujitetea. Wewe tubu, ungama dhambi, songa mbele katika imani. Umeona? Kwa hiyo usitumainie akili zako zisofaa. Ndio maana Biblia inasema kwamba amelaaniwa amtegemee mwanadamu. Sasa hivi wanadamu tunategemea wanadamu wenzetu. Hatujui kama huyu mwanadamu anamtegemea kesho atakufa. Umeona? Biblia inasema tusizitegemee akili zetu wenyewe. Haleluya watu wa Mungu. Sababu ukitegemea akili zako, Biblia inasema uko ugonjwa wa kufisha moyoni. Lakini pia inasema Biblia kwamba kuna njia ionekanayo sawa machoni pa wanadamu, kumbe ni njia ndio upotevuni. Umeona? Kwa hiyo unapotegemea akili zako na njia zako, automatically zitakupoteza, zitakupeleka katika upotevu. Kwa hiyo ni heri umkubali Kristo, umpokee Yesu Kristo. Ukishampokea yeye atakupa namna ya kuishi, atakupa mwongozo. Ndio maana akasema sitawaacha ukiwa, nitawaachia Roho Mtakatifu. Yesu aliahidi kutuachia Roho Mtakatifu ili kwamba Roho Mtakatifu atuongoze katika nuru yote na kweli yote. Kwa hiyo unapompokea Yesu, automatically unapewa nguvu ya Roho Mtakatifu inayokusaidia kwanza kushinda majaribu, inayokusaidia pia kuendelea kuulinda na kutunza wokovu uliopokea. Kwa hiyo unapompokea Yesu haujapoteza, bali umewekeza. Ndio maana Yesu alikataa vyote. Shetani alivyosema nitakupa vyote, miliki ya ulimwengu na fahari zake, Yesu alikataa, akamchagua Mungu. Kwa nini? Utaishi maisha ya furaha kwa miaka 10, 15, 20, halafu utakwenda kuteseka milele. Wakati ni heri ukubali hata kama hautakuwa tajiri duniani, lakini uendelee kumng'ang'ania Kristo ili kwamba ukafurahi naye maisha ya furaha milele ijayo. Ni kusema mpokee Yesu. Yesu anakupenda, Yesu anakuita. Dhumuni na kusudi la kuongea maneno yote haya, natamani watu wengi tumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, tushike sheria na hukumu, ili atakaporudi tuwe na ujasiri wa kwenda kumlaki mawinguni. Barikiwa sana neno la Mungu. Yesu anakuita, mpokee leo. Amin.